Na rekodi video ikiwa ni saa 11 asubuhi nikiwa najiandaa kutoka Uganda kuelekea Kenya. Hii hapa ni saa 11 dakika 45 asubuhi. Siku ni Wednesday 24 June. Hii hapa. Sawa? Na toka safari kutoka Uganda kuelekea Kenya, nyumbani kwangu ambako nimejenga nyumba, na nataka niende leo nikawafanyie house tour. Yaani nataka niwapeleke nyumbani kwangu ambako nimejenga nchini Kenya. Muda mrefu sijawaambia, nilikuwa nafanya ujenzi, ndio maana mara nyingi hamjaniona mtandaoni. Nilikuwa nikifanya ujenzi nchini Kenya. Mpaka sasa hivi toka nitoke Tanzania na kuja Kenya, inaelekea mwaka. Watu wengi nilivyokuwa niko Tanzania wakawa wanasema hela ya nchi yenu haina thamani. Sasa hivi niko nchini kwenu, sijui mnaniambia nini. Na leo nitawafanyia house tour. Njoo. Ingia YouTube. Ukiingia YouTube andika Chief Godlove, utakutana na account ina blue tick, ina 1,300 followers. Hakikisha umesubscribe, umeweka notification on. Kwa nini? Kwa sababu naanza kutoa mafunzo ya utajiri na mafanikio kupitia hii account ya YouTube, lakini pia naenda kuwaonyesha leo hii, naenda kuwafanyia house tour na nitaposti kwenye hii account ya YouTube. Niko najiandaa sasa hivi, ni saa 11 na dakika 46, tarehe 24. Najiandaa kuanza safari kuelekea Kenya kwa ajili ya kwenda kuwaonyesha house tour magari yangu, lakini pia kuna watu ambao nawakatia ticket kutoka hapa Uganda kunifuata Kenya nyumbani kwangu waje kunioshea magari. Gari moja wanaosha kwa 1 million. Sasa nitawaonyesha kila kitu ila kupitia YouTube. Na sasa hivi ukitaka kunipata, ingia TikTok, andika Chief Godlove, utakutana na account ambayo ina 5 million, ina 5 million. Hakikisha umefollow na umeweka notification on. Ukiingia YouTube, account yangu ina followers 1,300,000. Njoo. Leo nataka nimzungumzie mtu mmoja anayeitwa Mammon. Let me talk about Mammon. Watu wengi kwenye haya maisha wanaishi maisha ya Mammon bila wao kujijua. Mammon ni nani? Ngoja nikuonyeshe. Mammon. Where is Mammon? Let me show you shortly. Okay. Mammon is here. Huyu hapa. Huyu anaitwa Mammon. Anaonekana vizuri kwenye video? Okay. Huyu anaitwa Mammon. Ngoja nikuonyeshe picha zake nyingine. Huyu ni Mammon ambaye amezungukwa na dhahabu, gold, lakini hapa kuna kijana ambaye ameenda na coin za silver akimpatia Mammon. Mammon anampatia dhahabu. Huyu Mammon utampata pia kwenye Biblia. Tulia hapo hapo usiondoke. Na hakikisha umesubscribe kwenye YouTube channel yangu, kwa sababu nitakuwa ninatoa mafunzo ambayo huwezi ukayapata sehemu yoyote duniani, utayapata kwangu peke yangu. Huyu Mammon ndiye Mungu wa utajiri na ndiye Mungu ambaye anatoa mali kwa watu wote duniani. Yaani ukiona mtu yoyote ana mali, jua kapewa na huyu. Kwa nini? Subiri sasa hapo nikuelekeze vizuri kabisa unielewe. Umemwona huyu? Huyu ni binadamu. Kampelekea vitu vyake vya samani Mammon. Ngoja nikuonyeshe. Umemwona huyu? Amebeba vitu vyake vya samani alivyonavyo, anampatia Mammon. Mammon yuko na dhahabu hizi zote, lakini bado atachukua vitu vya huyu. Unahisi ni kwa nini? Ngoja nikufundishe sasa. Unapotoka unaenda kanisani, unakutana na mchungaji wako, ili akuombee mchungaji, unampatia sadaka. Ile ni pattern ya Mammon. Unapotoka sasa hivi unaenda dukani kununua kitu, unampa pesa yule mtu ambaye anatakiwa kupatia huduma.
Yaani unaenda kununua pipi, unampa pesa anakupa pipi. Yule ni mammon. Unapotoka unaenda hospitalini ili uhudumiwe, ni lazima ulipie pesa. Yule ni mammon. You know what I'm saying? Okay. Kama tunakumbuka Yesu alipokuwa akiingia sehemu akasema huwezi ukaabudu miungu wawili, ukamwabudu mammon, ukamwabudu na Mungu. Unatakiwa uchague kimoja. Alikuwa anamaanisha hivi. Watu wengi duniani mmekuwa mkihisi fedha anayetoa ni shetani au ni Mungu. Na kanusha. Mungu sio anayetoa pesa, wala shetani sio anayetoa pesa. Shetani ni fala kama mafala wengine. Yaani shetani hata sio mtu. Mammon ndio kiumbe ambacho kinatoa fedha kwa wanadamu wanaomuomba. Lakini sheria ya mammon ni lazima umpelekee kitu ili akupe kitu. Yaani unapotaka kitu cha thamani, unatakiwa upeleke kitu chako cha thamani ambacho uko nacho ili yeye akupe kitu cha thamani zaidi. Ndio mammon. Kwa hiyo nataka nikae hapa nitulie, nitengeneze maelezo vizuri kuhusiana na mammon. Leo nimekupa kwa uchache, nimekuonyesha picha chache, lakini nitakuonyesha picha nyingi na maelezo mengi kuhusiana na mammon ili ujifunze. Lakini mafunzo halisi ya namna gani ya kumwomba mammon akupe pesa, namna gani ya kufanya mammon akusikilize, ni njia gani mammon anaweza akakupatia pete, kwa sababu unapoona hapa nimevaa hii mkononi nimevaa ni pete ya mammon. Hii pete unaona ni pete pure gold nimevaa ya mammon. Hii hapa. Huyu mammon, watu ukiona mtu yote amevaa pete ya gold afu ina kidani chekundu, jua ni mtu ambaye anamtumikia mammon. Mammon ni demon mammon. Yaani demon naweza nikasema ni shetani. Ni shetwani ambaye sio shetani kama yule ambaye nyinyi mnamuogopa. Huyu kazi yake yeye sio kuzimu wala sio mbinguni. Kazi yake yeye ni duniani. Yaani mammon ndiye mungu wa dunia, kwa sababu anaiongoza dunia kwa fedha. Yeye ndiye ambaye anamiliki dhahabu, yeye ndiye anayemiliki gold, yeye ndiye anayemiliki mali zote ambazo zinatokana na mali za duniani. Yeye ndiyo mmiliki. Kwa hiyo ukiwa mmoja kati ya watu ambao unatamani kujua uhakika au kweli hasa kuhusiana na mammon, unatakiwa ujiunge na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu. Na kujiunga na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu ili ujifunze na ujue namna gani ya kumtumikia, namna gani atakupa pesa uko Tanzania. Namba ya Tanzania ni hii hapa, unalipia 200,000 haraka kwa sababu grupu litajaa muda sio mrefu. Hii hapa. Hii ndio namba ya kulipia ambayo unatakiwa ulipie ili uungwe kwenye grupu haraka iwezekanavyo. Hapa chini utakutana na namba ya Kenya. Kwa wale ndugu zangu ambao wako Kenya, unalipia 16,000 ya Kenya. Si tumeelewana? Hii hapa namba. Kwa wale ndugu zangu ambao wako Tanzania, namba hii hapa juu. Tumeelewana sijui? Haya, ukija hapa, hii hapa ni namba ya Jenin. Unalipia $110 kwa mtu ambaye yuko Kongo. Unalipa kwa namba ya Airtel, jina Jenin Kongo. Hii hapa. Tumeelewana sijui? Utakapolipia ukiwa popote pale ulipo, hata kama uko Marekani, uko wapi, una uwezo wa kusaidiwa ukiwa huko. Namba ya kutuma screenshot ukishalipia hii hapa juu. Muda wowote ambao umelipia hakikisha unatuma screenshot kwa namba hii. Tumeelewana sijui? Mafunzo na maelekezo ya vitendo na yatoa ndani ya group. Kwa hiyo ukiwa mmoja kati ya watu ambao unatamani kubadilisha maisha yako, unatamani kuwa mmoja kati ya watu wakubwa, hakikisha unalipia, unajiunga na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu. Kuna mambo siwezi kukuelekeza hapa, ni lazima ujiunge kule ndani ili upate ufafanuzi na maelekezo yaliyonyooka. Unataka kufanikiwa, jiunge, utaki kojoa kalale. Au sio? Mimi ndo najiandaa kuanza safari hapa saa hizi. Ndo najiandaa kuanza safari na akaunti yangu ya YouTube. Hebu sogea nionyeshe tena akaunti yangu ya YouTube. Akaunti yangu ya YouTube ambayo unatakiwa usubscribe, kwa sababu naanza kupost video ndefu, fupi, zote na post YouTube. Sogea. Watu wanakusikiliza. Hii ndio akaunti yangu ya YouTube. Chief Godlove ina 103,000 followers na subscribers.
Kwa hiyo hakikisha umeingia, umesubscribe na umeweka notification on, kwa sababu video zangu zote latest inaanza kupost YouTube. Una tatizo lolote, una shida, una jambo ambalo linakusumbua, ingia kwenye YouTube yangu, utakutana na maelekezo mengi, maelekezo ya maisha, maelekezo yote. Hakikisha umesubscribe kwenye YouTube channel. Unataka subscribe, utaka kujua kalali. Siku njema.